kwenye mistari kama ambavyo nimesema, inaonyesha ahadi ambazo Mungu alikuwa anamwambia Ibrahim kwamba uzao wake utakuwa kama mavumbi ya nchi, kama nyota za angani. Hizo ni baraka ambazo Mungu alikuwa amemwahidia Ibrahim. Sasa unaweza ukawa unajiuliza, ni kivipi uzao wa Ibrahim unaweza ukawa ni mkubwa, au ukawa kama nyota za angani, ukawa kama mavumbi ya nchi, wakati kwa nini alimpata akiwa ameshazeeka? Kwa hiyo ni swali ambalo inabidi ujumane. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiingereza anasema pale kwenye habari njema ametumia neno gospel. Kwa hiyo unakuja kuelewa kwamba kwenye Genesis au ahadi ambayo Ibrahim alipewa kuhusiana na uzao wake ilikuwa inazungumzia habari njema ambazo zilikuwa zinamaanisha kwamba Mungu kupitia Ibrahim atajipatia uzao ambao ni kupitia nani? Kupitia Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hizo ndio habari njema. Kwa hiyo anasema the scripture foresaw that God will justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. Kwa hiyo kile ambacho Abraham alikuwa anaambiwa amekisema hapo, amequote from the Old Testament. Anasema all nations will be blessed through you. Huo mstari na Yesu unaopata kwenye ni Genesis kule utakuta amesema all nations will be blessed through you. Kwa hiyo hiki ambacho Ibrahim alikuwa anaambiwa injili. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tusidhani kwamba injili labda ilianza kwenye Mathayo. Kwa hiyo akili zetu zielewe hicho kwamba injili haikuanza kwenye Mathayo. Bwana asifiwe. Tangu nyuma kabisa Abraham alikuwa amehubiriwa nini? Amehubiriwa injili. Na kwa hiyo tukizungumzia uzao wa Abraham sasa tunaongelea wale wote ambao wametokana na Yesu Kristo, ambao ni zao la Yesu Kristo. Na hao ni kina nani? Ni wale ambao wamemwamini nani? Wamemwamini Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Na tumeona hao watu sio wachache. Ni uzao wake umeambiwa utakuwa kama mavumbi ya nchi, lakini pia ni kama nyota za angani. Mstari wa mwisho tusome hapa kwenye kitabu cha Ufunuo 7:9. Yohana anatuonyesha na yeye kitu hapa kwa wakati ambao utakuja huko mbele, kitu ambacho amekiona. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 7 mstari wa 9. Anasema baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa natamani tuone hicho kitu hapo. Kwanzia hapo anasema mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa, kabila, jamaa, lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Kitu gani kinaonekana hapo? Yohana kitu alichokiona ni kwamba aliona ambao watakuwa wameokolewa, ambao wamekusanyika mbele ya kiti cha enzi, ambao watakuwa wamevikwa mavazi meupe. Mwisho baada ya yote ya kuisha, walikuwa ni watu wengi sana sana. Yaani ni watu idadi ambao mtu asingeweza kuhesabu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona kitu gani hapo? Tunaona kwamba watu ambao wameandaliwa uokovu ni watu wengi sana. Bwana asifiwe. Narudi kwenye ile swali nilokuuliza. Kwa hiyo ukiwa unakwenda kufanya uinjilisti, ukiwa unamshuhudia mtu habari za Yesu Kristo, akili yako inabidi iwe na uelewa huo kwamba ni wengi wapo wameitwa. Kwa hiyo hata mtu ambaye unakwenda kumfikia uwe na uhakika kwamba anayo nafasi ya kupokea zawadi hiyo ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akili yako isiwe na usiwe najua kuna story maybe ni habari ambazo mnazisikia kwamba mbinguni wanakwenda watu wachache sana. Bwana asifiwe sana. Labda bado sijafika hapo ambapo ameandika hivyo, ila sijaona. Mbinguni ni wameandaliwa watu wengi sana. Bwana asifiwe sana. Wameandaliwa watu wengi sana. Ni kweli anasema kwamba njia ya upotevuni wanakwenda wengi. Na ndio hapo sasa kazi yetu inakuja kama wavuvi kuhakikisha kwamba hawa watu hawapotei na kuingia katika upotevu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo natamani tuone hicho kitu kwanza. Kwa siku zote ukiwa unaenda kwenye injilisti hakikisha kwamba hautembei kama mtu ambaye anakwenda kutafuta kitu ambacho hakipo. Tembea ukiwa unajua kwamba una ushindi. Kwa hiyo ukifika kule una uwezo wa kuongea na wale watu na wakazipokea zile habari wakamwamini Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Sasa tuingie kwenye fishers of men. Bwana asifiwe sana. Hiyo habari ya fishers of men kusoma kwenye vitabu vile vya Injili unaikuta. Kusoma kwenye Marko sura ya 1 mstari wa 17 wameielezea pale, lakini pia kusoma kwenye Mathayo ni 4. Na hisi Mathayo 4. Ila naomba mnifungulie Luka 5.
Luka 5. Kwenye Luka 5 pia wamezungumzia habari hizi ndio utakuta hiki kipengele ambacho Yesu anawaita wale wanafunzi, anawaambia atawafanya kuwa wavuvi wa watu. Naomba tusome Luka 5 kuanzia 1. Taanzia 1 ili tuweze kuona kabisa mazingira ya vyote ambavyo vilikuwa vimeongelewa hapo. Tuone context ya kile ambacho kimeongelewa mpaka tufike hapo ambapo wanaitwa kuwa wavuvi. Anasema, ikawa makutano walipomsonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti. Akaona mashua 2 zimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika mashua moja, ndio yake Simoni, akamtaka aipeleke mbele kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano akiwa katika mashua. Na alipokuwa kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu, mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu. Lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washiriki wenzao. Natamani tuwe makini sana kwenye hiki tunachokisoma hapa, kwa sababu kuna vitu natamani wote tuvione. Wakawapungia mikono washiriki wenzao waliokuwa katika mashua nyingine waje kuwasaidia. Wakaja, wakazijaza mashua zote 2 hata zikakaribia kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini mbele ya Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi Bwana. Maana alishikwa na mshangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki waliowapata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Simoni huyo ni Petro. Endelea. Hata walipokwisha kuziegesha mashua zao pwani, wakaacha vyote wakamfuata. Tuishie hapo kwa sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukisoma kwanza tulipoanza mstari wa kwanza, tunaona the whole scenario kuanzia Yesu alipokuwa amekaa akawaona wamekaa pembeni, mashua yao wamekaa pembeni. Inaonekana watu walikuwa wamevua sana usiku kucha wakakosa. Na ndio hicho kitu ambacho Petro anakisema hapo. Ndio maana walikuwa na Yesu wameshachoka usiku umewachosha, wamekaa pembeni na Yesu amepumzika, sijui walikuwa na huzuni. Yesu akawaona, ndo maelezo yakaendelea kama hivyo. Kwa hiyo tukisoma mpaka hapo tulipoishia, kuna vitu kadhaa tunaweza tukaviona. Kitu cha kwanza kabisa, tukibezi na hapo kwenye sehemu ambapo Yesu aliwaita akawaambia nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Tunaona vitu kama vitatu hivi. Kitu cha kwanza kabisa tunachokiona, tunaona Yesu akiwaita. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Yesu akiwaita. Kwenye Biblia ya Kiingereza anasema, utakuta ameandika follow me and I will make you fishers of men. Kwa hiyo tunaona akiwaita na kuambia follow me. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili tunaona the making, kwamba amewaambia wamfuate then atawafanya wawe wavuvi. Hicho ni kitu cha tatu, kwamba watakuwa wavuvi baada ya nani? Baada ya kumfuata Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tutabeze hapo kuvitazama hivyo vitu. Kwa hiyo tukianza na kitu cha kwanza kabisa, kuitwa kwa hao watu. Petro na Andrea ambaye alikuwa ni ndugu yake. Petro na Andrea ambaye alikuwa ndugu yake. Tunaona kwanza kitu cha kwanza aliwaita hao watu. Kwanza bitu fahamu kwamba Petro na huyo ndugu yake haikuwa mara ya kwanza wao kukutana na Yesu. Kusoma kitabu cha Yohana utakuta kuna sehemu walikuwa na Yohana Mbatizaji akawaambia huyo ndo Masihi, kitu kama hicho. Hapo akamfuata. Haikuwa mara ya kwanza yani kumuona Yesu. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho inabidi tukifahamu. Na hii nice kwao ilikuwa ni kama mara ya pili hivi wanakutana na Bwana Yesu. Na tunaona Yesu anawaita, hao watu walikuwa ni wavuvi. Na possibly ni kwamba walikuwa hawana shule sana, hawana elimu, taaluma yani. Walikuwa kwenye kiwanda cha uvuvi tuseme. Kwa hiyo tunaona Yesu aliwaona hawa watu na akawaita. Na baada ya kuwaita, kitu ambacho tunaona Yesu anakifanya,
kwanza Yesu nahisi na uhakika alikuwa anachambua kitu ambacho walichokipitia. Wamepambana usiku, hawajapata kitu chochote, na kuona hicho akawaita, akawaambia. Huko mbele tunaona namna ambavyo amewaambia washushe tena zile nyavu zao kilindini. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu ambao wamechoka mno yani, alafu unakuja unamwambia kitu kama hicho. Kwa hiyo kati kitu ambacho tunaweza kukiona hapo kwenye hao watu au ndugu wawili Petro na Andrea, katika wito ambao Yesu aliwaita, kuita hapa ninachokiongelea hapa ni namna ambavyo, kwa sababu tukisoma hapo tunaona, kusoma kwenye hiyo Luka 15 tunaona kwanza aliomba mashua yao, akawa amekaa pale akiwafundisha watu kwenye ile pwani. Kwanza walikubali wito wa kwanza ambao waliitikia, walikubali pia kumpa Yesu nafasi kwenye ile mashua yao, akawafundisha. Baada ya hapo sasa akawapa yale maelekezo ambao aliwapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inachukua imani kubwa sana kufanya kitu ambacho ulikifanya usiku kucha, alafu mtu anatokea anakuambia tena urudie. Yaani ukiangalia hawa watu, kazi ya uvuvi, sijui sana kazi ya uvuvi, lakini na uhakika ni kazi ambayo inachosha sana, ukizingatia wanaifanya usiku. Kwa hiyo ni kazi ambayo inachosha sana. Kwa watu waliteseka mno. Usiku kucha wanafanya wanavua na wamekosa kitu. Then mtu anakuja, sijui kama Yesu alikuwa na title sana kwa kipindi hicho, na uhakika alikuwa hana title kubwa kama ni mtu ambaye wanaweza akawasaidia chochote. Lakini akaja akawaambia shusheni nyavu zenu. Kitu ambacho Petro na Andrea tunaweza tukajifunza kutoka kwa hao ndugu ni kwamba kwanza waliitikia wito wa Yesu Kristo kwenye kukifanya kile ambacho alikuwa amewaagiza. Bwana asifiwe sana. Aliwaambia washushe nyavu zao, wavue. Kwa hiyo kati ya kitu ambacho tunajifunza pia hapa kingine ni kwamba ukisoma kwenye kitabu cha nahisi tutakisoma baadaye, sikioni kwa hapa, ila nahisi tuendelee, tutakisoma baadaye. Kwa hiyo tuishie kwa hapo kwenye upande wa wito. Twende kwenye sehemu ambapo sehemu ya pili nimesema kitu cha pili ambacho tunakiona ni the making, namna ambavyo Yesu amewaita, na katika kuwaita aliwaambia follow me and I will make you muwe wavuvi wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa unaweza kujiuliza ni kwa nini sasa Yesu asingewaita tu akawaambia mkawe wavuvi wa watu? Unaweza kujiuliza kitu kama hicho. Ni kwa nini asingewaita tu akawaambia mkawe wavuvi wa watu, akawaambia wamfuate yeye ndio atawafanya kuwa wavuvi wa watu? Kati ya mfano mzuri hii mfano wa uvuvi ambao ameutumia kwa Petro na Andrew ni mfano ambao ulikuwa ni rahisi sana wao kuuelewa. Bwana asifiwe sana. Kwa namna kwa nature ya watu ambao kwa nature ya wale watu walikuwa ni wavuvi. Kwa hiyo kwa mfano ambao Yesu ameutumia ilikuwa ni rahisi sana wao watu kuelewa. Kwa hiyo ndio maana na uhakika Yesu alitumia mfano wa fishing kwa sababu wale walikuwa ni fishermen. Kwa hiyo alikuwa na uhakika akizungumza na watu kwa lugha hii wataelewa vizuri zaidi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza kujiuliza ni kwa nini sasa Yesu hakuamua tu awaite then awaambie nendeni kawe wavuvi wa watu? Kwa nini? Zipo sababu nyingi sana, na kitu cha kwanza kabisa ambacho tufahamu ni kwamba ili uwe moja ya sababu ambayo Yesu aliwaita ili kuwafanya wavuvi wa watu, sababu mojawapo ambayo ilikuwa ni muhimu wao wamfuate Yesu ili waweze kuwa wavuvi wa watu. Kitu cha kwanza aliyewaita ndio alikuwa na uwezo wa kuwafanya wawe hivyo ambavyo wako. Bwana asifiwe sana. Hao walikuwa ni wavuvi wa watu na alitumia walikuwa ni wavuvi wa samaki na alitumia wavuvi wa watu kwa sababu ya nature ya wale watu. Kwa hiyo ilikuwa ni kama imagery tu ya kuwaonyesha namna ambavyo things zina operate. Ndio maana pia wakati ambapo aliwaita akamwambia shusheni nyavu zenu, baada ya wao kuchoka kwa kufanya ambavyo walikuwa wamefanya kwa nguvu zao, baada ya wao kuchoka aliwaambia shusheni nyavu zenu, na wale waliamua kuamini wakazishusha zile nyavu zao, na baada ya pale tukaona matokeo
kwamba wakaona matokeo. Samaki waliopata walikuwa wengi sana kiasi kwamba wao wenyewe hawakuweza kuwabeba. Kwa hiyo ilikuwa ni mfano pia ambao Yesu anaonyesha kwamba kama wakienda kwenye hiyo fishing sasa, ambapo ndio Yesu anawatengeneza, kama wakiamua kuenda au wakienda kwa neno la aliyewatuma, uhakika wa mafanikio sio kitu cha kujiuliza. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kama walitumia nguvu zao wakashindwa kwenye the whole issue of fishing, wakashindwa, lakini kwa neno la Yesu Kristo tunaona samaki waliopata walikuwa ni wengi sana. Kwa hiyo kinachoonekana hapo ni Yesu anajaribu kuonyesha kitu gani? Kwamba in the fishing of men, mkienda kwa neno langu mimi ambaye ndiye niliyewaita, uhakika wa mavuno sio kitu cha kufanya, sio kitu cha kujiuliza. Mnakuwa na uhakika wa kupata kile ambacho aliyowaagiza, amewaagiza mkifanye. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tutaangalia sababu kadhaa ambazo zinafanya kuwe na umuhimu wa kumfuata Yesu. Yaani kwa sababu unajua huwezi kuwa fisher of men kama we bado haujawa fish. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwa kuhubiria watu, hauwezi ukaenda kuhubiria watu kama we bado kwanza hujamwamini Yesu Kristo. Hicho kitu ambacho inabidi tukifahamu. Na kwa namna moja au nyingine wewe mwenyewe ulifikiwa na ujumbe, ndio maana ukamwamini nani? Ukamwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo hicho kitu kiwe clear kwamba mtu yeyote ambaye anakwenda kuwa fisher of men lazima awe ameshakuwa fished. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu ndo aliwaita hawa watu. Hakuna namna yoyote ambayo hawa watu wangeenda bila kupewa maelekezo au bila kupewa utaratibu na mtu ambaye amewaita. Kumbuka, kutumia tu mfano wa fishing. Kazi ambayo anaenda kuifanya ni kazi ambayo ni kazi ya baharini. Si fishing, si ndio? Si fishing. Ni kazi ya kwenye maziwa, bahari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo vinatokea kule. Kuna dhoruba. Kwa hiyo lazima wajifunze namna gani ambavyo watakuwa wana cope na hizo dhoruba na changamoto ambazo zinatokea kwenye issue nzima ya uvuvi. Lakini pia kuna issue ya kwenye uvuvi, kuna aina pia ya samaki mbalimbali. Inabidi wafahamu namna gani ambavyo wataweza kuwavua hao samaki, kwa sababu huwezi mvua papa kama ambavyo unavua sato, sijui sangara, unaona? Kwa kuna njia tofauti kabisa. Kwa ni lazima walipaswa wakae chini, wajifunze, wafahamu ni namna gani ambao tutaweza, namna gani ambao tutakuwa tuna deal na the whole issue ya kwenye sea. Kwa sababu kwenye sea kuna mambo mengi. Lazima wafahamu vifaa ambavyo watavitumia. Bwana asifiwe. Wafahamu vifaa ambavyo watavitumia, lakini principles zote. Tunaona hapa nyavu ilikuwa imejaa sana, nyavu ilijaa sana baada ya kufuata ile agizo la Yesu. Nyavu zilijaa sana, samaki wakawa wengi. Tunaona wakawaita wenzao, lakini kwa hiyo tunaona wakawaita wenzao wawasaidie. Kwa kitu tunachokiona hapa pia ni kwamba kitu kingine ambacho ilipaswa wajifunze ni kwamba pia hata kwenye uvuvi you do not work alone, si ndio? Hafanyi kazi peke yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni kitu kimoja hapo. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu wamfuate Yesu, wajifunze. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni muhimu wafahamu how the sea operate. Kwa sababu hiyo ndio field ambayo wameitiwa. Ukitumia hiyo metaphor ambayo Yesu ameitumia ya fishing, hiyo ndio field ambayo wanakwenda kutumika. Kwa lazima waelewe namna gani hivyo vitu vina operate. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa twende hii sehemu ya 3. Bwana asifiwe. Fishing is an art. Na kwenye fishing kuna vitu vingi ambavyo inabidi ili ujue namna ya kuwafuata hawa aina hizi tofauti. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa unapofuata watu inabidi ujiandae. Kwanza ujiandae kwenye mwili wako, lakini pia ujiandae na kiroho. Lakini pia uwe unaandaa namna gani utarespond kwa hao watu. Bwana asifiwe sana. Inabidi uwe tayari kujua namna gani una respond kwa hao watu. Kuna mwingine inabidi uanze naye tu kwenye level ambao yuko nayo, mdogo, kaenda naye taratibu, ukamfundisha, ukamwelekeza. Sio lazima ukaenda naye moja kwa moja, ukamwambia Bwana Yesu alikufa akafufuka kwa ajili yako. Sometimes kuna watu ni ngumu kuambia kitu kama hicho akakuelewa. Bwana asifiwe sana. Kwa wengine mdogo unaweza ukaanza na unaweza ukatumia na mazingira ambayo labda yupo, lakini pia zile circumstances ambazo unaweza ukaona zinaweza zikamsogeza karibu
akaweza kujifunza zaidi, akaweza kukua zaidi. Mdogo mdogo unaweza kukuta ndio namna ambayo unaweza kumvuta akaweza kukua fahamu. Lakini kwenye issue ya response inabidi pia tufahamu namna ya kurespond kwa watu. Ndio maana ni muhimu sana kumfuata Yesu. Kwa sababu gani? Ukimfuata Yesu utaona namna ambavyo amekuwa akioperate pale ambapo alikuwa akikutana na watu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu amekuwa akioperate kwenye upendo. Yaani kuna muda walikuwa wanamkataa, muda mwingine wanataka wampige mawe, lakini bado hakuacha kuzungumza nao kuhusu habari za ufalme. Bwana asifiwe sana. Walimtemea na mate mpaka mwisho wa siku wakaja wakamsulubisha. Kwa hiyo inabidi na wewe ufahamu namna gani utakuwa na respond na wale watu. Hakikisha kwamba hauachi kurespond from the love of Christ. Hakikisha upendo wa Kristo, kwa sababu unapomfuata Kristo utaona namna gani anafanya, alirespond kwa upendo, alikuwa na compassion. Kwa hiyo ni vitu ambavyo inabidi na wewe uwe navyo ndani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unahitaji sana msaada wa Mungu. Ndio maana kama kina Petro tunaitwa na ni muhimu sana kutenda kulingana na maelekezo ambayo Yesu ametupatia. Hatuendi kwa akili zetu, tunaenda kwa sababu tumeagizwa na yeye. Bwana asifiwe. And if we choose to obey, tunao uhakika tumeagizwa na yeye. Bwana asifiwe. Kitu cha pili ni kwenye hiyo passage kuhusu fishers of men. Tunaweza tukaona na sijui ni vitaje skills, ni skills, sijui ni principles. Kuna vitu ambavyo tunaona. Kitu cha kwanza kabisa tunaona aliwaambia cast their nets, wazitupe nyavu zao. Bwana asifiwe sana. Ilichukua imani kubwa sana kwa wale watu kuamini. Yaani kuamini kutupa baada ya mchosho, alafu mtu anakuja tena anamwambia mtupe asubuhi. Alafu kumbuka samaki wanavuliwa muda gani? Usiku. Yaani asubuhi tena anawaambia usiku wamekosa kabisa. Alafu asubuhi mtu anamwambia rusheni mtapata. Kwa hiyo ilichukua imani. Bwana asifiwe sana. Ilichukua imani kubwa sana kwa mtu Petro kurusha hiyo nyavu. Ndio namna ambayo tunaona hata sisi tumempokea Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Ukienda evangelism, some people wanaweza wakawa hawaelewi kabisa, wanakataa kabisa. Yaani wanakataa. Unaweza mtu ukafika ukamuelezea vizuri kabisa, iko namna hii na hii na hii. Mnaona kabisa mmeelewana, lakini yeye mwisho wa siku anakuambia ni sawa, lakini mimi siamini. Kila mtu atalipia kivyake. Unaona Kwa ni ujumbe ambao ni simple. Unaweza ukae kama how make sense, kitu ambacho kama ambavyo wao waliambiwa rusheni nyavu zenu asubuhi, usiku wamekosa. Unaona? It took faith wao kufanya hivyo. Kwa namna ambayo tunaona hata na sisi tuliamini tuliamini ujumbe wa Yesu Kristo. Na katika kuamini huko tunaona watu baada ya kumwamini Yesu Kristo na kuamini yale maagizo ambayo aliwapa, walivua samaki wengi sana. Kwa hiyo tunapata assurance kwamba kama tutamove kwa neno ambalo Kristo amelisema, enendeni, tunao uhakika kwamba yapo mavuno mengi. Bwana asifiwe sana. Yapo mavuno mengi. Kwa sababu kama nilivyosema, hatuendi kwa nguvu zetu, wala hatuendi kwa sababu sisi tumetaka. Tunaenda kwa sababu ni agizo ambalo tumepewa. Na wakati ametupa hilo agizo, Yesu Kristo ametupa nguvu, ametupa ujasiri and everything we will need kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Kwa hatuna chochote, hatujakosa kitu chochote cha kutusaidia sisi kufanya kazi ya nini? Ya uvuvi. Kazi ya uvuvi, sema uvuvi. Uvuvi, kazi ya uvuvi wa watu. Kwa hiyo lazima tufahamu hicho kitu. Na katika kufahamu hicho sasa tunakuwa na ujasiri. Si ndio? Tunakuwa na ujasiri mwingi. Kwa sababu kati ya kitu ambacho inabidi tukifahamu ni kwamba samaki siku zote hawarukiagi kwenye neti wenyewe. Yaani samaki waweza wakatoka huko wakarukia kwenye boti. Hicho ni kitu ambacho hakipo. Si ndio? Yaani hakipo kabisa. Yaani you can't expect samaki anatoka anaruka kwenye naniliu. Kuna reel moja niliona juzi, samaki anaruka ila na uhakika ile ni hicho kitu hakipo. Hicho kitu hakipo kabisa. Samaki inabidi avuliwe. Lazima shusha neti au mfuate mshike kwa mkono vyovyote, ila lazima afuatwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata sisi lazima tuende. Ndio unawaombea, ndio utatoa pesa, ndio utafanya vitu, lakini make sure unawafuata. Bwana asifiwe sana. Lazima tuwafuate wale samaki, tuongee nao. Lazima tuwafuate wale watu, tuwahubiria habari njema za Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mpaka tunaziita habari njema, haiwezi kuwa habari kabla haijamfikia mtu. Bwana Yesu asifiwe.
Yaani haiwezi kuwa habari kama haijamfikia nani? Mtu. Haiwezi kuwa habari njema kama haijamfikia mtu. Kwa hiyo ni muhimu ifike kwa mtu ili iwe habari njema. Sasa usikae nao mwenyewe. Ili uite habari njema, hakikisha inamfikia mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda umekwisha, lakini kuna kitu naomba kabla sijamalizia hapa, ni muhimu sana tukifahamu. Kati ya kitu kimoja ambacho ni muhimu sana kwa mvuvi ni patience. Naweza ngasema ni patience. Ni kitu kimoja hapo ambacho ni cha muhimu sana kwa mvuvi. Kwa sababu kumbuka, sio kila wakati atakwenda kuvua atapata samaki. Huo ni uhakika. Sio kila wakati atakwenda kuvua na atapata samaki. Kuna siku nyingine unakuta anapata wachache, siku nyingine wengi, siku nyingine hapati kabisa. Kwa hiyo ni skill moja wapo ambao mvuvi inabidi aifahamu. Uvumilivu. Kuna wakati atapata, kuna wakati hatopata. Sasa tukileta kwenye scenario ya kina Peter na mwenzake nani? Andrew, wao kama wavuvi pamoja na wavuvi wengine pia ambao walitajwa pale, lazima walikuwa wajifunze nini? Wajifunze uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu ambacho inabidi ufahamu ni kwamba kuna siku na reality ambayo tunaona. Kuna siku unaweza kaenda door to door ukapata watu 50, ukapata watu 5. Kuna siku unaweza ukarudi wewe na brochure zako ambazo umepatiwa na mwinjilisti. Unaona Kwa hizo siku zipo. Bwana asifiwe sana. Siku nyingine unaweza ukaenda ukarudi hata una machozi, umeulizwa maswali huko, umepigwa maswali. Kwa hizo siku zipo. Lakini hizo siku hazipaswi kukatisha wewe tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitu ambacho inabidi ukifahamu ni kwamba wewe kazi yako ni moja tu, kufikisha ule ujumbe. Just throw that net. Bwana asifiwe sana. Yaani wewe rusha tu hiyo net. Inabidi uwe na uhakika kwamba anayefanya kazi ya kuokoa ni Mungu peke yake. Wewe zungumza na wale watu, wajibu wako ni kufikisha ule ujumbe. Roho Mtakatifu atazungumza na wale watu ili waweze kuamini ule ujumbe. Kwa hiyo kisiwe ni kitu ambacho ni cha kukatisha wewe tamaa. Lazima ujifunze nini? Ujifunze uvumilivu. Wakati utapata, furahi. Usipopata pia usivunjike moyo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha mwisho ambacho ni cha muhimu sana ni kurepair the nets. Repairing the nets. Ukiendelea hapo mbele kidogo, nahisi utasoma kuanzia mstari wa 12 kuendelea hapo. Yesu alivyotoka kuwaita Peter na Andrew, akaendelea mbele kidogo akamkuta James na John kama sijakosea. Hao waliokuta wana mend, walikuwa na watoto wa Zebedayo. Waliokuta wana mend their nets. As fishermen, ni muhimu sana kuwa na wakati wa kumend your nets. Kwa sababu gani? Katika kuvua, as long as unavua, tuna uhakika hizo neti zitachoka. Huo ni uhakika kabisa kwamba zitachoka. Kwa hiyo kuna wakati hata wewe huwa unachoka. Sometimes umefika kama hivyo, umekutana na mtu challenging, umechoka, sometimes umekuwa heartbroken, sometimes hivyo hujui hata cha kufanya. Usiwe muoga wa kumfuata mtu, maybe a mentor or something au mtu ambaye unaweza unaona kwamba anaweza akakusaidia, ukazungumza nawe. Lakini zaidi sana, just go and pray. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu from the place of prayer ndio tunapata nguvu zetu, kwa sababu tunaye Roho Mtakatifu. Kwa fika sehemu ya maombi, zungumza na Mungu pale ambapo unajihisi umechoka, pale ambapo unajihisi labda umekatishwa tamaa, huna nguvu tena ya kuendelea kufanya hiyo huduma, kwa sababu kwa namna yoyote we should never stop. Bwana asifiwe. Yaani we should never stop kumshuhudia Yesu Kristo. Labda tuwe tumeshaondoka hapa duniani, lakini kama bado tupo, hatutakiwi kuacha. Utachoka, nenda, omba, pokea nguvu, tafuta mtu, zungumza naye, pokea nguvu, endelea mbele. Bwana asifiwe sana. Yaani haturuhusiwi kukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye kurepair your nets, ukiachana na kuchoka na vitu kama hivyo, kuna sometimes unaweza ukamfuata mtu ukajikuta umeuliza maswali ambayo umeshindwa kuyajibu. Ni wakati pia wewe kurudi, kujitafakari, lakini pia kukaa chini, kuchukua nafasi na kujifunza zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usi underestimate kujifunza. Ni muhimu sana kujifunza. Yaani inashangaza sana kwa mtu ameenda door ya kwanza, ameulizwa swali, ameenda ya pili, ameulizwa swali lile, ameenda ya tatu, ameulizwa swali lile, ya nne swali lile na hawezi kulijibu. Bwana asifiwe sana. Hiyo sio sign nzuri sana. Tujitahidi tunapotoka huko tumeulizwa maswali, unajua utakutana na hilo swali wapi tena. Kwa hiyo jifunze, sababu hautopungukiwa na chochote. Jifunze, zungumza na Mungu. Tafuta namna sehemu ambayo unaweza ukajifunza, kwa sababu kwa kushindwa kujifunza sometimes unaweza ukawapoteza watu wengine.
Kuna mwingine alikuwa ukimjibu tu au kumuelezea vizuri hicho kitu au concept ya kitu ambacho amekuelezea ambacho kilikuwa kinamtatiza, ukimuelezea tu hivyo akaelewa, ungekuta ameshaamini. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo as fishermen bado tuna kazi kubwa ya kuifanya. Kwanza ni kumfuata Yesu. Tumeshachagua kumfuata Yesu, lakini inabidi tuendelee kujifunza kutoka kwa Yesu. Huko ndo kumfuata Yesu, kufuata namna ambavyo ameoperate, kujifunza kutoka kwa Yesu. Lakini pia repair our nets. Yaani tusiache repairing of our nets. Kuna muda unakuta wewe ni mtu una hasira. Bwana asifiwe sana. You have to deal with that anger. Yaani nenda sehemu ya maombi, zungumza na Mungu. Kwa sababu kuna mtu yani akiulizwa maswali kule anakasirika, yani ana panic, yani mtumishi ana panic. Sio kitu kizuri. Unaweza kupoteza mtu pia, lakini pia unaweza kuleta picha ambayo sio nzuri. Kwa hiyo you can deal with that. Ndio tukisema repairing your nets, kuna vitu kama hivyo. Umechoka, go in the place of prayer, find your strength. Lakini pia una weakness kama hizo, nenda. Mungu ni mwaminifu, anaweza akatusaidia. Bwana asifiwe sana. Lakini kitu cha mwisho, cast again. Ukishachoka, ukaenda ukarepair, nenda tena karushe nyavu. Bwana asifiwe sana. Quitting is not an option. Bwana asifiwe sana. It is not an option. Yaani unless wewe umeshaondoka hapa duniani. Lakini so long as tuko bado duniani, tuhakikishe kwamba hatuachi kushuhudia hizi habari za Yesu Kristo. Alituagiza na ni agizo ambalo ametupatia. Na kitu kizuri au kitu ambacho kinapaswa kutupa sisi ujasiri ni kwamba hatuendi peke yetu. Tunayo nguvu ya Mungu, na nguvu hiyo ndio inayotuwezesha kuapproach wale watu, kuzungumza nao hizo habari njema. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. And I can confidently say kwamba Jesus is the master fisherman. Kwa hiyo you have to learn from Jesus. Bwana asifiwe sana. Jifunze kutoka kwa Yesu. Namna gani alikuwa anazungumza na ile jamii yote kwa miaka 3 ambao alikuwa alikuwa amefanya huduma yake kabla hajafa na kufufuka. Mungu awabariki sana sana. Naomba tusimame tumshukuru Mungu. Takatifu Bwana mwaminifu, tunatukuza jina lako, tunasema asante kwa nafasi nzuri ambayo umetupatia kujifunza. Asante kwa wale wote ambao umezungumza na sisi kupitia neno lako. Asante kwa sababu umetuita kuwa wavuvi wa watu. Lakini pia unatuita tuendelee kujifunza kutoka kwako, because tunapokutazama wewe ndio tunavyozidi kuwa zaidi kama wewe. Asante kwa sababu unakwenda kututengeneza zaidi kuwa wavuvi bora, na kushukuru pia kwa sababu tunao ujasiri, tunao nguvu itokayo kwako, nguvu ambayo inatuwezesha kufanya kazi hii ambayo umetuitia kwa uaminifu, lakini pia kwa ubora zaidi. Asante kwa sababu kila mmoja ambaye yuko mahali hapa ataendelea kuwa na kiu ya kujifunza zaidi na zaidi, kiu ya kuendelea kuwa bora katika nafasi ambayo umempatia kama mvuvi wa watu. Na kushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa nguvu zako. Naomba na kupokea kwamba kila wakati Mungu tutakumbushwa kwamba tunao ujasiri, tutakumbushwa kwamba tunayo maarifa, tutakumbushwa kwamba tumejawa na upendo wako. Hivyo hata tunapokutana na watu tutakwenda kuzungumza nao kwa moyo wa upendo, tutazungumza nao kwa moyo wa furaha katika jina la Yesu. Na watamuona Kristo ambaye tumembeba ndani yetu. Wataona upendo wa Mungu ambao tumeubeba ndani yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen.